Hii story inatisha na inasikitisha. Kwenye maisha yako usije ukafanya maamuzi magumu ukiwa una hasira sana au ukiwa una furaha sana. Hii story inamhusu binti na ni binti mdogo sana na miaka tu 23. Anaitwa Eliza. Huyu Eliza ameniletea history yake. Ameniambia, Datedi, mimi kwenye maisha yangu najuta kuwa mchawi. Sema yeye alikuwa amewahi sana kuanza kuingia kwenye mahusiano. Anakumbuka mara ya kwanza anaingia kwenye mahusiano alikuwa na miaka 15 tu, akawa ameingia kwenye mahusiano. Ananiambia, Dati, huyo mwanaume ambaye nilikuwa nimekutana naye nikiwa na miaka 15 alikuwa ni mwanaume wa mtu, tayari alikuwa ameshaoa, lakini akanishawishi, alikuwa ametumia pesa na mimi nikajikuta nimemkubalia. Tukawa kwenye mahusiano. Mimi ndio ilikuwa ni mara yangu ya kwanza naingia kwenye mahusiano. Alikuwa ananipa hela, alikuwa ananipa zawadi hivyo. Na kwa kipindi hiko mimi nilikuwa nipo sekondari kidato cha pili tu, ndio nikawa na mahusiano na huyo baba. Ananiambia, Dati, siku zimeenda na mimi najua kabisa yule baba ana familia yake. Basi Dati, mimi nikawa nimesoma, yule baba ni alikuwa hataki niwe na mahusiano na mwanaume mwingine. Alikuwa ananiambia kama nina shida yoyote, yani kama nina shida yoyote nimwambie, lakini nisithubutu kuwa na mahusiano na mwanaume mwingine. Kutokana na umri wangu na ushamba wa mapenzi, mimi nikawa tu namsikiliza na namtii, japokuwa nilikuwa najua kabisa huyo ana familia yake, haitotokea siku yoyote akaja akanioa mimi. Basi maisha yakawa yanaendelea. Miaka hiyo yote mimi kuanzia nipo form 2 mpaka namaliza form 4 nipo na yule baba. Nimemaliza form 4 kwa bahati mbaya nikawa nimefeli. Kufeli yule baba akawa ameniuliza, maana sisi kwetu familia yetu ni ya kawaida tu, akaniuliza unataka kwenda kusomea nini? Nikamwambia yule baba, mimi nataka kwenda kusomea ufundi cherehani. Baada hapo nitafute mashine yangu nishone tu nyumbani. Yule baba akaniambia sawa, usijali. Datedi, yule baba alikuwa ananipenda. Yaani alikuwa ananipenda, alikuwa ananijali, alikuwa ananizingatia. Ilifikia stage mpaka mamangu mzazi akawa anajua, lakini akawa hana cha kufanya. Si unajua tena hizi familia za kimaskini, hatakuwa na namna, japokuwa mama alikuwa ndio hivyo ananisii, huyo mwanaume wa watu kwa naye makini, huyo mwanaume wa watu kwa naye makini, lakini hakuwahi kuniambia kwamba niachane naye. Yule baba kweli akawa amenipeleka huo ufundi, nikawa nimesoma huko. Nilisoma miezi 6 kwa sababu kuna kozi nyingine pia nilikuwa naisoma pia. Nilikuwa nasoma kushona na kudalizi kabisa. Baada hapo nikawa najua kabisa. Daktari yule baba akawa ameninunulia mashine ya kushona na mashine ya kudalizi. Tedi, siku moja yule baba akawa amekuja, akaniambia na mazungumzo na mimi, tukawa tumekaa kuongea. Akaniambia, Eliza, mimi na wewe tushakaa kwenye mahusiano muda mrefu sana. Nimesha kuhakikishia mara nyingi sana kwamba nakupenda, japokuwa na familia nyingine. Mimi naomba unizalie, naomba tupate mtoto Eliza. Utakaponizalia huyo mtoto na kuahidi Eliza, nitakutoa nyumbani kwenu, nitakujengea nyumba yako au nitakupangia chumba nikiwa najitafuta kukujengea nyumba. Naomba unizalie. Ananiambia, Tedi, mimi nikawa nimefikiria nikamwambia sawa. Sawa, haina shida, lakini ninunulie kwanza kiwanja. Ukishanunulia hicho kiwanja, kabla hujaanza kujenga, unaenda unanipangia chumba, ndio tunafanya hiyo process. Yule baba akaniambia sawa. Yule baba alikuwa anaitwa Marcus. Akaniambia sawa, haina shida. Tedi, yule baba alikuwa ni tajiri na alikuwa na hela kweli. Akawa amenunulia kiwanja. Alivyonunulia kiwanja alikuwa amenunulia maeneo kule kwetu. Akanunulia kiwanja, akanipa hiyo acha kiwanja. Mimi nikawa nimeenda kumwambia mama. Nikamwambia mama, Marcus ameniambia anataka nimzalie. Tedi, hiyo ni mara ya kwanza. Mamangu akaniambia hapana, usije ukamzalia mume wa mtu. Yaani kwa namna yoyote ile usije ukamzalia mume wa mtu. Nikamwambia mama, lakini amenunulia kiwanja. Mama akasema sawa, hata kama amekununulia kiwanja. Ananiambia, Tedi, umaskini unadhalilisha sana na umaskini unatesa. Mama yangu alikataa. Nikawa namkumbusha mambo yote aliyetufanyia Marcus. Nikawa namkumbusha sehemu ambayo Marcus ametutoa mpaka tumefikia pale, at least na sisi tunaonekana watu. Tedi, mamangu akawa amenyamaza tu kimya, hakujibu kitu chochote. Tedi, mimi tayari shaidiana na huko Marcus akinunulia kiwanja, basi nitampatia huyo mtoto. Kweli bwana Tedi, nikawa nimepata mimba. Ilikuwa inanisumbua sana. Nilikuwa napata homa za asubuhi. Mimba ni ndogo hapa, sijui na miezi 2 sijui mitatu. Mimba ilikuwa inanipelekesha sana. Yaani nilikuwa kuna muda yani naumwa kabisa, nazidiwa kwa sababu ya hiyo mimba. Hicho kipindi ambacho mimba mimi ndio imenizingua, mimba mimi imenibadilikia, hicho kipindi Marcus akawa ameanza kubadilika. Marcus nikawa simuoni, Marcus akawa apigi simu. Mimba inanisumbua vibaya mno. Muda mwingine nampigia simu anapokea tu, ananiambia subiri nakupigia. Baadaye ile simu inakuwa inakatwa. Hivyo yani nikawa simuelewi. Hapo ndo nikawa nimezidi kupata mawazo na mimba ikawa inazidi kunisumbua. Itabidi nimwambie mama. Nikamwambia mama, Marcus mimi simuelewi. Mambo yake anayofanya saizi ni tofauti na zamani. Sasa nikampigia simu hata siku 3 nisifanikiwe kuongea naye. Au anaweza tu akapokea akaniambia subiri kidogo, baada hapa anipigii tena. Mama yangu akaniambia, Elizabeth, hiyo mimba mwanangu bado ndogo. Japokuwa najua hiki kitu ni kibaya, lakini nakuomba kabisa, kuna leo na kesho. Mimi leo nipo, kesho sipo. Utakuwa mgeni wa nani mwanangu? Utakuwa mgeni wa nani? Mimi nakuomba mwanangu, japokuwa najua hiki kitu sio kizuri, lakini mimi kama mama nipo tayari kuibeba hii dhambi yako. Mwanangu, naomba hii mimba uitoe. Tedi, mara kwanza nikawa nimestuka.
Nikaanza kuongea maneno pale, nikamwambia mama, hivi kweli wewe ni mama yangu? Unawezaje kunishauri kitu kama hiki? Unawezaje kunishauri kitu kama hiki? Angalia wewe mwenyewe una mtoto mmoja tu ambaye ni mimi. Vipi kama na mimi nitakuwa na uwezo tu wa kupata mtoto mmoja ambaye ndio huyo wewe unataka tumtoe? Unadhani itakuwaje? Mama yangu akaniambia, Eliza, mimi sijasema kwa ubaya. Nimesema kama mama ambaye sitaki leo na kesho mwanangu apitie magumu, lakini kama unaona mimi nimekukosea, basi mwanangu naomba yaishe, naomba unisamee, lakini wasiwasi wangu mwanangu, kuna leo na kesho. Eliza, mimi leo nipo, kesho sipo, nani atakusaidia? Huyo Marcus akikukimbia na mimi tena nikiondoka kwenye dunia, utakuwa mgeni wa nani? Kama unavyojua upande wa baba yako hawataki kukusikia wala kukuona. Upande wa ndugu zangu mimi, wewe mwenyewe unajua. Mama zako wakubwa unawajua, mama zako wadogo unawajua jinsi walivyo. Utakuwa mgeni wa nani? Eliza ananiambia, Teddy, sikutaka kumsikiliza mama wala nini. Nikawa nimeondoka hapo. Hicho kipindi sasa, wakati naumwa nilikuwa pale kwa mama. Nikawa nimeondoka, nimerudi kule kwangu ninapokaa peke yangu. Teddy, mzazi ni mzazi. Mama yangu alinifuata mpaka kule, akafika mpaka kule, akawa anaongea mama mpaka machozi yanamtoka. Ananiambia, Eliza mwanangu, mimi sikuchukii. Eliza mwanangu, mimi na wasiwasi na hiyo mimba. Huyo mwanaume tayari ushaona hivi haeleweki. Kuna leo na kesho mwanangu, kuna leo na kesho. Mimi lakini naomba kilichotokea chote unisamee. Kwa hiyo hali yako siwezi kukuacha mwenyewe. Hivi nipo nikuache mwanangu unateseka? Hapana, siwezi. Mamangu aliongea sana na mimi kweli yale maneno yakawa ameniingia kichwani, nikawa nimerudi tena kwa mama. Teddy, mtindo ni ule ule. Marcus apokee simu, Marcus siongei naye, Marcus ajibu message. Tumbo linazidi kukua hapa, mimba inazidi kukua hapa. Mimba kama imefika miezi 5. Teddy kama mkosi. Mimba imefika miezi 5, mama yangu mzazi akaanza kuugua. Na alikuwa anaugua sana. Yaani mama akaanza kuugua ghafla. Mara tumbo linamsumbua. Tumeenda hospitali huko, tumetumia gharama. Teddy, nikauza ile mashine yangu ya kudalizi. Nikauza mashine ya kushona. Nikawa nimeuza mpaka vitu vyangu vya thamani nikawa nimeviuza. Kitu nilichobakia nacho kilikuwa ni kiwanja tu. Nimehangaika kumtibia mama karibia miezi 2. Mimba yangu imefika miezi 7. Kisichoridhiki hakiliki siku zote. Mama yangu akawa amefariki Teddy. Mama yangu akawa amefariki. Tumbo ni kubwa, kuanzia mimba ina miezi 3. Mimi sijawahi kukutana na Marcus kuongea naye. Ule upendo wote aliokuwa ananionyesha mara ya kwanza, wote ulipotea kabisa. Yaani ulipotea. Teddy, nikamzika mama yangu. Kumzika mama yangu hapo sasa Teddy, nilikuwa na maumivu yaliyochanganyika na hasira. Nikasema, huyu Marcus huyu, mimi Elizabeth nipo tayari kuingia motoni kwa dhambi ya kuua. Mimi namuua Marcus, namuua. Huyo Eliza anasema, Teddy, mara ya kwanza nilikuwa na plani za kumuua huyo Marcus hata kwa kumwekea sumu. Nasema namuita, akija kwangu hiyo siku naweza nikamsingizia hata nimepata uchungu, yani nikifanikiwa tu amekuja kwangu, hiyo siku ndo namuua. Ananiambia, Teddy, sasa nikaanza kujaribu hizo vitu. Nikajaribu mara ya kwanza, kila nikimuita hivyo hivyo. Kwanza kwenye msiba mama Marcus hakuja. Ila baada ya kifo cha mamangu kidogo, nikimpigia simu alikuwa anapokea. Tunaongea yani kama vile mtu hataki, kama anamlazimisha kuongea. Sio Marcus yule, Marcus ambaye alikuwa hawezi kukaa risali moja bila kukupigia. Marcus huyu mbona ni tofauti? Huyo Marcus anaongea vile yani kama hataki, sijui kama anamsumbua. Kila nikimuita naweza nikamdanganya najisikia vibaya, naumwa, hajibu kitu chochote, ananiambia tu pole. Namwambia basi najisikia vibaya, naomba nikuone. Ananiambia mimi niko busy na kazi, sina muda. Ilifikia kipindi sasa huyo Marcus alifika pabaya, akaniambia ukiwa na shida yoyote, naomba umpigie mke wangu, yeye atakusaidia na sio mimi tena. Swala la mawasiliano na mahusiano kati yangu na wewe liishe. Marcus akaniambia, kitu pekee kitakachobaki baina yetu sio mahusiano na wala sio uhusiano wa aina yoyote, ila tu natambua kwamba wewe ni mwanamke mwenye ujauzito wangu. Basi kwa shida yoyote mpigie mke wangu. Akakata simu, akanitumia namba ya mke wake. Ananiambia, Teddy, hiyo siku yani nilikuwa nahisi kama kizunguzungu, sio kizunguzungu. Yani nilikuwa najisikia vibaya na kwa hicho kipindi rafiki yangu ndo nilikuwa nipo naye pale nyumbani. Hicho kipindi Teddy, mimi na miaka 21. Yani na miaka 21 tu napitia hayo yote. Nilikuwa nakaa na rafiki yangu. Na huyo rafiki yangu ambaye nilikuwa nakaa naye kwake ni yani mama yake alikuwa na urafiki na mama yangu. Kwa hiyo mimi ndo nikawa nakaa na huyo rafiki yangu. Na kwa bahati mbaya mama yake pia alikuwa shafariki. Yeye ni mkubwa kidogo kwangu. Yeye saizi ana miaka kama 27. Kaanza kuchanganyikiwa Teddy. Yani nimechanganyikiwa vibaya mno. Huyo dada ndo alikuwa mfariji wangu. Usiwe na mawazo. Na hii hali yako uliyokuwa nayo hautaki kabisa kuwa na mawazo. Kumbuka hiyo mimba ni miezi 7, hapa inaenda miezi 8. Unaweza ukamkosa huyo mtoto. Ananiambia, Teddy, mimi mpaka nilikuwa najaribu kujiua lakini wapi. Baada ya kuwa na mawazo na stress sana, rafiki yangu Emi
Akaniambia, kwa hali uliyokuwa nayo hautakiwi kuwa na mawazo. Ukiwa na mawazo, hiyo hali itakusababishia matatizo. Teddy, nilikuwa najitahidi lakini nilikuwa nashindwa. Yaani nilikuwa nashindwa kabisa, nashindwa. Bwana baada ya kuona hali yangu inazidi kuwa mbaya, yule Emi akaniambia, bwana hapa twende kwa mtaalamu, tumtafute mtaalamu, tumroge huyo mwanaume pamoja na mwanamke wake. Huyo mwanaume arudi akuhudumie kama zamani. Huyo Eliza ananiambia, nikasema sawa, nikamkubalia huyo Emi. Tukawa tumeenda kwa wataalamu huko ndani huko Teddy. Tukawa tumeenda. Hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza mimi kwenda kwa mtaalamu. Tumefika kutoka huyo mtaalamu. Mtaalamu alivyoniangalia tu akasema, dada, hiyo kazi yako uliyokuja naye hapa mimi siwezi. Na sio tu siwezi, haiwezekani. Huyo mtu ambaye sijui unataka kumroga, huyo mtu sijui ambaye unataka kumrudisha kwako, tayari huyo mtu ni ngumu kumrudisha kwako. Huyo mtu amefungwa. Na sehemu alipofungiwa huyo mtu, ili kumfungua inahitajika huyo aliyemfungia afe. Na huyo aliyemfungia ni kiboko. Hakuna mtu anamgusa, wala hakuna mtu ambaye anampapasa. Nikamwambia mtaalamu, mimi naomba unisaidie kwa namna yoyote. Yule mtaalamu akasema, mimi cha kukusaidia, ili huyo mtu uweze kumwangusha, lazima na wewe uwe na uwezo kama wa kwake. Kwa sababu yeye mwezi huu hajaenda kwa mganga wala hajaenda wapi, ametumia uwezo wake aliyokuwa nao. Nikamuuliza yule mganga, unazungumzia uwezo gani? Akasema, uwezo wa nguvu za giza. Huyo mtu unayetaka kudili naye ni mchawi, na sio tu mchawi wa kawaida, ni mchawi kingunge, mchawi ambaye anasikilia hizi kanda zote hizi, anajulikana. Kwa hiyo ili umuweze, lazima na wewe uwe na nguvu. Nikamuuliza huyo mtaalamu, hizo nguvu unawezaje kuzipata? Yule mtaalamu akasema, sio rahisi kama unavyofikiria, ni ngumu sana kuzipata hizo nguvu, na inahitaji gharama ya pesa nyingi, na kama kafara za kueleweka. Yule Emi akaniambia tuondoke. Yule mganga akaniambia, utakapopata majibu au utakapokuwa tayari basi utarudi kuniambia niko tayari. Teddy, tukawa tumeondoka njia nzima, nikawa natafakari. Tumefika mpaka nyumbani, nimekaa nikawaza, nikasema ngoja niachane na haya maswala. Siwezi kujiingiza kwenye hizi mambo sijui za kichawi, mambo sijui za nini kwa sababu ya mtu. Japokuwa hali inanitesa na inaniweza, lakini acha nivumilie. Ananiambia, Teddy, hilo swala mimi nilikuwa nimeshaliacha. Kesho yake tu baada ya siku kutoka kwa huyo mtaalamu, nikawa naona ile hali ya mtoto kucheza tumboni imetulia. Kumbuka hapa sasa mimba imefika miezi 8. Mtoto ameacha kucheza tumboni. Mtoto achezi, sisikii dalili yoyote ya mimba, naona tu tumbo kubwa. Teddy, nikasema sio kweli. Nikamwambia Emi akasema, wewe hebu twende hospitali tena. Kurudi hospitali, wananiambia, dada, mbona wewe huna mimba, una uvimbe? Nikawa nawaambia, sina mimba na uvimbe vipi? Nimekuja hapa hospitali mara kibao, nikawa mpaka natoa kadi ya kliniki na waonesha. Mimi nimeanza kliniki nina mimba kabisa, mtoto anacheza. Nimekuja ultrasound hapa, mtoto anacheza. Mnaniambiaje sina mimba? Madaktari akasema, ndio, vipimo vinaonesha hauna mimba, ila tumboni kwako kuna uvimbe. Tukawa tumerudi mpaka nyumbani. Huyo Emi akaniambia, jamani, huko tunapoelekea sasa, ndugu yangu, mdogo wangu, ni pabaya. Hebu twende kanisani. Teddy, nimezunguka kwenye makanisa yote ya kiroho unayoyajua. Nimezunguka. Mimba yangu imefika miezi 9, lakini ndio hivyo, tumbo tu lipo kubwa, lakini nikienda hospitali naambiwa sina mimba, sina dalili ya mimba. Nimezunguka makanisani, nimezunguka kwa mashehe, nimezunguka kila sehemu nayoenda, hakuna sehemu nimefanikiwa. Mwisho wa siku mimi mpaka lile tumbo likawa limefika miezi 13. I mean mwaka mmoja na mwezi mmoja, bado sijajifungua. Tumechoka kuangaika makanisani, tupo tu nyumbani. Teddy, hazikupita siku nyingi, huyo Emi akaniambia turudi tena kwa yule mtaalamu. Kesho twende kwa yule mtaalamu, tumwambie tusaidie basi hata ile swala la mimba tu, kama ile swala lingine limeshindikana. Nikamwambia sawa. Tukawa tumeingia kulala. Mimi na huyo Emi tulikuwa tulali chumba kimoja. Tumelala, imefika asubuhi mimi nimeamka. Na sio kawaida mimi kuamka yeye hajaamka, lakini hiyo siku mimi nimeamka yeye Emi hajaamka. Nimefanya usafi hapo ndani, nimepika chai, naona mtu kimya. Mpaka saa 4 mtu kimya, na sio kawaida yake. Saa 5 mtu kimya. Nikasema sio kweli. Nikaenda kumgongea mlango, kugonga mlango, kila nikigonga kimya. Nikasukuma tu mlango wake, nikaingia. Ananiambia, Teddy, nimemkuta Emi amelala pale kitandani na amejifunika vizuri kabisa. Nikawa namuita, wote Emiliana, vipi? Mbona mpaka saizi hujaamka? Na sio kawaida yako, unajisikia vibaya? Teddy kimya. Mara ya kwanza nimemuuliza kimya. Mara ya pili kimya. Nikasogea, kumsogelea mpaka hapo kitandani. Nikamgusa hivi Teddy, Emi ni wa baridi kweli kweli. Mwili wangu kwanza ulikufa na ganzi. Nikampindua hivi, nikaona tu mtu anageuka. Nikampima hivi pumzi, nikaona mtu apumue. Miaka 22 kasoro inatosha kabisa kujua kwamba huyu mtu amekufa ama huyu mtu ni mzima. Teddy, nikagundua kwamba Emi amefia pale kitandani. Nikagundua Emi amekufa.
Emi ndo mtu pekee ambaye nilikuwa nimebakia naye, ndo mtu pekee niliyokuwa namtegemea na namtumainia. Leo Emi amekufa, mimi nitakuwa mgeni wa nani? Matatizo chungu nzima, sina mtu wa kunisaidia. Teddy, nikaanza kupiga kelele hapo, nikaanza kulia. Nililia napiga kelele na garagara. Watu wakawa wamejaa hapo. Watu kujaa kumwangalia, kweli mtu ashafariki. Mtu kufariki kama tayari mtu ashafariki, tutafanyaje? Tukafanya utaratibu wa mazishi, Emi akawa amezikwa. Teddy, kumbuka sasa hapa mama yangu niliyokuwa namtegemea tayari tumemzika. Rafiki yangu, mtu wa pekee niliyokuwa namtegemea tayari tushamzika. Waliobaki ni ndugu tu wa mama. Hawa ndugu wa mama Teddy, sio kwamba nilikuwa sitaki tu kwenda nao, kuna sababu pia zilizofanya mimi na mama yangu tujitenge kabisa. Teddy, hiyo siku ya msiba wa Emi, yule Marcus ndo akawa amekuja. Tena alikuwa amekuja na mke wake. Nilishangaa kwa sababu kwenye msiba mama yangu mzazi mimi hawakuja, nikiwa na shida au changamoto yoyote hawajawahi kuja, lakini leo Emi amekufa, Emi amefariki, wao wamekuja. Kwanza nikawa najiuliza, hizi taarifa za msiba wa Emi wao wamezipata wapi? Siwasiliani nao, wamejuaje? Teddy, baada ya kuzika, yule Marcus na mke wake akawa amenifuata. Yule Marcus akawa amesimama pembeni, mke wake akawa amenisogelea kabisa, akaniambia hivi, huyo mtu unayetaka kuhangaika naye ni mtu hatari sana. Kwa hiyo ninachokushauri tu, pambana na matatizo yako. Achana kabisa na huyo mtu. Umeona kilichomkuta huyo Emi, kitamkuta mtu yoyote atakayediriki hata kukusaidia. Na ikiwezekana wewe mwenyewe pia utaondoka kwenye hii dunia. Lakini wewe nakuachacha kidogo uteseke, kwa sababu ulinitesa sana kipindi ambacho ulimchukua mume wangu. Teddy, na mwangalie yule Marcus anacheka tu, yani kama chizi. Baada hapa akawa ameondoka. Nikasema siwezi kukubali unyonge. Teddy, baada ya msiba tu, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, nikarudi kwa yule mtaalamu. Nikamwambia yule mtaalamu, nipo tayari kwa gharama zozote niuziwe hizi nguvu za giza, nipewe hizo nguvu za giza. Hapo Teddy, ndipo safari yangu ya uchawi na ushirikina ilipoanzia.